Poa. Mambo ni aje? Alhamdulillah. Fresh kabisa. Hatari tena. Unyama ni mwingi. Mambo ya kunukia. Unaambiwa pale dili inabidi pia usinuke kijasho. Yaani vijasho wachie wale ambao wana kombe hata moja mwaka wa 5 sasa msimu wa 5 acha wanuke vikwapa. Ila sisi ambao tunachukua makombe back to back kila siku hatupasi kunuka vikwapa. Ndio maana leo tumezindua duka letu Perfume World. Kwa manetu Shabalala aliyetoka kwenye wanuka vikwapa. Hatari. Amekuja kwa wanukiaji, wazee wa kunukia nukia. Hatari kabisa. Kesho hiyo sio mbali. Okay. Baraka, tukumbushe ile moment ya mechi ya mwisho dhidi ya JKT Tanzania. Ni mchezo ambao alama 3 zilikuwa muhimu sana kwa timu ya Yanga Afrika. Wakati nyinyi mkiwa dimbani, mtani naye alikuwa dimbani na yeye pia alipata goli akawa na yeye pia ameshapata alama 3. Ulikuwa unaamini kwamba dakika 90 huenda mkatai? Sema la ukweli, mimi na tangu nimelala naamka asubuhi siku ile ya mechi yetu ya mwisho tayari najua Yanga bingwa. Kwa sababu mimi huwa nina imani sana na kauli ya tajiri GSM Galib Said Mohamed. Akianza msimu akikwambia Yanga bingwa, wewe jua Yanga ni bingwa. Si unanielewa? Kwa sababu zile kauli haziji kwa bahati mbaya. Zile kauli zina maandalizi makubwa. Zile kauli zina kujitoa. Zile kauli zina kugaramia. Zile kauli zinahamasisha, zile kauli zina motivate. Kwa hiyo ukisikia ile kauli mwanzo wa msimu, ujue hamna shida. Kwa mimi naenda zangu Meja pale, najua tu ile helikopta itakuwa imewekwa mafuta ya bure. Kwamba iende mpaka sijisumbue KMC kule inaenda kutamanisha watu, lakini kombe lazima litashushwa pale wapi Meja. Na ndio kilichofanyika, helikopta imetuletea moyali Meja pale, tumefurahi nao. Kwa mara ya kwanza tumeandika historia, tumeletewa kombe na helikopta uwanjani. Sio kitu kidogo, yani kombe limeletwa na helikopta uwanjani. Muda huo KMC kumechacha, hamna story, mabango yanachukuliwa, mama ntilia wanagombania wataka kapikie wakafanye kuni yale mabango ya kutangazia ubingwa. Yani kumechacha huku sisi yango chamtani wele yani. Kesho mkiwa kwenye paredi, mtani naye atakuwa anatafuta ubingwa wake wa CRDB Bank dhidi ya Azam FC pale Pemba. Mwaka huu nimemmeza kila mahali. Yani kila mtu sasa hivi anazungumzia paredi ya Yanga Afrika. Kuna mtu umemsikia anazungumzia finali ya FA ndio mjue Yanga bingwa. Unatambulika na wao wenyewe huko. Lakini dunia East Afrika haitambui kama kuna mchezo unachezwa. Watu wote wanajua kuna paredi la Yanga kesho. Hiyo ndio Yanga Afrika. Yani ukiona shughuli inafahamika, ukiona shughuli inasikika inatamba, ujue Yanga yupo kwenye shughuli. Kama hayupo tafuta kazi nyingine za kufanya. Niamini mimi. Akipata kikombe cha CRDB mtampongeza? Nimpongeze kwa CRDB, mimi ninayo 5 sasa nimpongeze. Apate hata 3 sasa. Si amefuta jasho. Mimi na 5 si 4. Wewe unapata kimoja, pata hata 3 walau ndo nitafikiria kupongeza, ila kwa sasa hivi bado siwezi kumpongeza, atabweteka. Lazima nimwache apambane kwanza. Baraka nyinyi ni wataalamu wa paredi. Hivi makombe yana wanafanyaga paredi hapa. Plus CRDB. Sasa ukifanya paredi kombe la muungano CRDB utakuwa mweu, utakuwa mtovu wa nidhamu, utakuwa una akili. Yani Yanga Afrika wafanye paredi kwenye kombe la CRDB. Iko kitu hakiwezi kutokea. Lakini ukitoka ligi kuu sinafuatia CRDB kwa ukubwa. Ikitoka? Kwa hiyo ikitokea wamepata wanapaswa kufanya paredi. Ikitokea wamepata hapana. Wanatakiwa wapate NBC ndio wafanye paredi. Kama hujapata NBC, kaa nyumbani, una haja ya kufanya paredi. Kwanza wao wenyewe hawatakuwa na uwezo wa kufanya paredi. Unafanyaje paredi na CRDB? Unafanyaje? Ile kombe inabidi ulichukua uliweke ndani, liongeze tu idadi ya makombe, liongeze mvuto. Lakini kwa thamani ya kufanyiwa paredi gharama. NBC Premier League ukienda kumsajili mchezaji unamwambia kabisa mimi ndio bingwa wa ligi kwenye nchi inayotoka, anasema wao. Hata wakala anatetemeka, bosi anatetemeka, mchezaji mwenyewe anatetemeka. Wakija wawekezaji ukiwaambia mimi nataka nifanye biashara na nyinyi, mimi ni bingwa wa ligi, anajua yes, hapa kuna jambo la kufanya. Sasa wewe unamtajia CRDB nani? Mimi nikiona Tembo Kadi tunaweza kuchukua kombe la CRDB. Kwa mujibu wa msemaji wenu Ali Shabani Kamwe amesema kesho pale Msimbazi mtasimama takribani saa 5 kwa ajili ya masimango tu. Nataka kusikia wewe kama Baraka umejipangaje kwenye sekta hiyo? Sasa kama kasema mwenyekiti, kama kasema Ali Kamwe, mimi nani nibishe? Na kweli, yani hiyo sio masaa 5, mimi nitamwomba ongeze 2. Yafike 7. Siku nzima muimalize pale. Yani siku nzima tuimalize pale kwa sababu ama bwana msimu wametuhangaisha, wametutesa. Msimu wametufanyia mafigisu mingi, wametufanyia nongwa nyingi. Msimu huu wewe hizo sala za kawaida. Mtu anapigwa anatangulia chuma 2 watu tunarudi baada ya pale goli aliingii tena. Wewe ujiulize. Baraka moment ya Zimbo Junior kuongoza paredi. Kwani mmeipokeaje? Kwanza sio kuongoza paredi, kuinua ubingwa tu. Yani kitendo cha captain kwenda kumkabidhi Shabalala bwana inua ubingwa. Ile ni heshima kubwa sana. Alafu ile ni dhiaki kubwa sana kwa Makolo. Hawezekani mchezaji anatumikia timu, anapambana, kajua shola damu. Miaka 5 mnamtoa kapa. Kaja mwaka mmoja tu Yanga Afrika huyu hapa.
Perfume World. Huyu hapa unasikia nini TV sijui. Huyu hapa sasa hivi unasikia kainua kombe. Hiyo ndio Yanga Afrika. Kule alikuwa anamfubaisha. Mwangalie Shabalala sasa hivi kama mtoto wa miaka 16. Kule alikuwa anaonekana babu, mzee. Lakini mwangalia sasa hivi mchungulia hapo Shabalala mbichi mdogo. Hiyo Yanga Afrika watu wanajua kutunza. Kuna maisha huku. Kule alikuwa anateseka. Alivyopelekewa ile kombe umeona alivyokuwa anafurahi Shabalala. Yaani kama vile Mwenyezi Mungu asante. Na hawa walikuwa wanasubiria Shabalala ingia aibu. Yaani walikuwa wanajua kwamba watalichukua msimu huu afu kombe Shabalala kapishana nalo. Wewe engineer na GSM akamwambia sikiliza hela. Ngoja nituwapea hamasa hapo. Tia mzigo. Ngoja nikwambie GSM na engineer ukiwaambia kwamba wanafanya Yanga inachukua ubingwa au GSM anavyosema Yanga bingwa, amaanishi kingine, anatia pesa. Wachezaji wanataka pesa, wachezaji wanataka hela ili wapambane. Hao wachezaji wetu wa ligi kuu huwezi kuwafundisha mpira. Hao wanahitaji pesa, tuwaekee mzigo uone kama wakupi unachotaka. GSM anawekea mzigo, watu wanatoa wanachokitaka. Simeelewa. Kwa bingwa uchawi pesa. Uchawi pesa, Yanga Afrika tunatia hela. Watu wamfundisha Pacome mpira. Utamfundisha Mudathir mpira. Utamfundisha Dube mpira. Utamfundisha Dickson Job mpira au Baka au Shabalala. Tayari wanajua mpira, wanachotaka hamasa, motivation, familia zao ziishi vizuri, maisha yao yaende vizuri, miradi kama hiyo wafungue, lazima utie pesa. Sasa hawa bahili ndugu zetu, GSM anatia pesa, kila mechi bonus ya kufa. Kuelekea ubingwa bwana, mkichukua ubingwa bwana kuna biz kadhaa hizi hapa. Wachezaji wanajituma wanapambana. Sasa huko hata mishahara yenyewe shida. Wachezaji mnawapa crown. Angalia wachezaji wa Yanga, ukimkuta mwenye crown njoo nipige mawe. Nakwambia angalia wachezaji wa Yanga ukimkuta mwenye crown njoo nipige mawe. Kibwana yule pale ana hali ya new model. Sasa kule zawadi kubwa eti crown. Hata Baraka Yanga nikifanya nikasirike kidogo tunanunua 2. Sasa nimenunua Perfume World hizi hapa 2 na shunga kununua crown 2. Baraka Prince Dube ameondoka katika kikosi cha Yanga Afrika. Ndio kama wana Yanga mmepokeaje? Tumelipokea kwa huzuni kwa sababu ni striker wetu ambao tulikuwa tunamkubali, ni moja wa striker ambao kiukweli walikuwa wanaifanya safu ya ushambuliaji Yanga Afrika iwe active, kwa sababu anaweza asifunge mara nyingi lakini akaifanya timu iweze kutengeneza nafasi nyingi na wachezaji wengine wakafunga. Lakini pia Dube ni mchezaji ambaye anajua kuwasumbua ama open safu ya ulinzi ya timu pinzani. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye tutamkumbuka, tunaamini mchango wake na tunamshukuru kwa alichokifanya ndani ya Young Africans. Tunamuombea kila laheri huko anapoenda, na mwenyewe amesema ameondoka Yanga kwa sababu sio ya pesa. Ameondoka Yanga sababu anataka kamalizie mpira nyumbani kwao, kwa sababu timu nyingi zimemhitaji zenye hela nyingi, na hata Yanga tumeweka hela nyingi, lakini amehitaji kutulia. Tumeishi naye vizuri na naamini hata anapoenda ataenda kufanya vizuri. Asante.